Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Bwana awe nanyi. Nawe rohoni mwako. Tunayo nia ya kuungana na huyu bibi anayemwombea mjukuu wake Teresa James akumbushwe kwa nguvu ya Roho Mtakatifu yote anayotaka kujibu katika mtihani na hivyo aweze kufaulu. Kwa somo la kwanza tutamsikia Barnaba akiingia mjini Antiokia na kuanzisha kanisa. Ameanzisha kanisa kwa sababu watu wamemsikia, wamemwelewa na wameamua kwamba sasa sisi tunaenda na Bwana. Na katika Injili Kristo anaendelea kuwasisitiza wafuasi wake, na wengine wanasema sisi tunatambisha kila mara hatukuelewi. Anawaambia mimi nimeshasema sana, nimeshawaeleza kila mara, msiposadiki juu ya Mwana wa Mtu hamtaingia katika uzima wa milele. Lakini wapo walioelewa na kuamini na ambao walikuwa naye, ambao wanamshika naye. Sisi kwa kutaka kila asubuhi katika misa tunamwamini na tunamwelewa. Kazi yetu ni kuendelea yale tunayojua kutoka kwake kuyapeleka kwa wengine, kama Barnaba alipofika Antiokia kuanzisha kanisa. Wengi wanamsikia Kristo, lakini wanahitaji nguvu na juhudi ya kumsikiliza kutokea kwetu sisi tunaosali asubuhi, kuwapelekea ujumbe wa kumfuata Kristo mfufuka, Mwana wa Mungu anayetuletea uzima ujao baada ya maisha ya dunia. Tuanze misa hii kwa kujuta dhambi zetu. Na kumwambia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Kristo utuhurumie. Kristo utuhurumie. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Tuombe. Mungu Mwenyezi, sisi tunawaadhimisha mafumbo ya ufufuko wa Bwana. Tunakuomba utujalie tustahili kupata furaha za ukombozi wetu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Mtakatifu Mungu milele na milele.
Somo la kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 11 aya 19 hadi 26. Siku zile wale waliotawanyika kwa sababu ya ile dhiki iliyotukia kwa habari ya Stefano wakasafiri hata Foinike na Kipro na Antiokia, wasilihubiri lile neno ila kwa Wayahudi peke yao. Lakini baadhi ya hao walikuwa watu wa Kipro na Kurene, nao walipofika Antiokia wakasema na Wayahudi wa Kiyunani, wakihubiri habari njema za Bwana Yesu. Mkono wa Bwana ukawa pamoja nao, watu wengi wakaamini, wakamwelekea Bwana. Habari hizo za watu hao zikafika masikioni mwa kanisa lililokuwako katika Yerusalemu. Wakamtuma Barnaba aende hata Antiokia. Naye alipokwisha kufika na kuiona neema ya Mungu akafurahi. Akawasihi wote waambatane na Bwana kwa kusudi la moyo. Maana alikuwa mtu mwema, amejaa Roho Mtakatifu na imani. Watu wengi wakaongezeka upande wa Bwana. Kisha akatoka akaenda Tarso kumtafuta Sauli. Hata alipokwisha kumwona akamleta Antiokia. Ikawa kwa muda wa mwaka mzima wakakusanyika pamoja na kanisa na kuwafundisha watu wengi. Na wanafunzi waliitwa Wakristo wa kwanza hapo Antiokia. Neno la Bwana. Wimbo wa katikati, kiitikio: enyi mataifa yote, msifuni Bwana. Enyi mataifa yote, msifuni Bwana. Msingi wake upo juu ya milima mitakatifu. Bwana ayapenda malango ya Sayuni kuliko maskani zote za Yakobo. Ametajwa kwa mambo matukufu, mji wa Mungu. Enyi mataifa yote, msifuni Bwana. Enyi mataifa yote, msifuni Bwana. Nitataja Rahabu na Babeli miongoni mwao wanaonijua. Tazama, Filisti na Tiro na Kushi. Huyu alizaliwa humu, na Mintrafu Sayuni itasemwa, huyu na huyu alizaliwa humu. Enyi mataifa yote, msifuni Bwana. Enyi mataifa yote, msifuni Bwana. Na yeye aliye juu ataufanya imara. Bwana atahesabu awaandikapo mataifa. Huyu alizaliwa humu. Waimbao na wachezao na waseme, visima vyangu vyote vimo mwako. Enyi mataifa yote, msifuni Bwana. Enyi mataifa yote, msifuni Bwana. Shangilio. Ilimpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake. Haleluya. Haleluya.
Bwana awe nanyi. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Mtakatifu Yohane. Huko Yerusalemu ilikuwa sikukuu ya Mtabaruku, ni wakati wa baridi, naye Yesu alikuwa akitembea hekaluni katika ukumbi wa Suleiman. Basi Wayahudi walimzunguka wakamwambia, hata lini utatuhangaisha nafsi zetu? Kama wewe ndiwe Kristo, utuambie waziwazi. Yesu akajibu, niliwaambia, lakini ninyi hamsadiki. Kazi hizi ninazozifanya kwa jina la Baba yangu ndizo zinazonishuhudia, lakini ninyi hamsadiki kwa sababu hammo miongoni mwa kondoo wangu. Kondoo wangu waisikia sauti yangu, nami nawajua, nao wanifuata. Nami nawapa uzima wa milele, wala hamtapotea kamwe, wala hakuna mtu atakayewapokonya katika mkono wangu. Baba yangu aliyenipa hao ni mkuu kuliko wote, wala hakuna mtu awezaye kuwapokonya katika mkono wa Baba yangu. Mimi na Baba tu mmoja. Neno la Bwana. Tukitikie, twakuomba utusikie. Bwana Yesu, uliyeahidi kwa uzima wa kweli, utuwezeshe kuthamini uhai wa kila mmoja kama zawadi na thamani kubwa uliotujalia hapa duniani. Bwana Yesu, uliyesema kwamba wafanya mkubwa kupita vitu vyote, tusaidie kutegemea zaidi msaada wa Mungu katika shida zetu. Bwana Bwana Yesu, usituache kamwe, bali tuokoe katika hatari na kujitenga nawe. Bwana uwe mwanga wetu katika giza na mashaka, uwe msaada katika shida, uwe kimbilio katika hatari. Bwana naomba hayo katika Kristo Bwana wetu.
sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake na kwa manufaa yetu sisi na ya kanisa lake lote takatifu. Ee Bwana, tunakuomba utujalie tufurahi daima katika kuadhimisha mafumbo haya ya Pasaka, ili kazi ya ukombozi inayoendelea kufanyika ndani yetu iwe kwetu sababu ya furaha ile kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi na awe rohoni mwako. Inueni mioyo. Tumeinua kwa Bwana. Bwana Mungu wetu ni vema na haki. Wewe Bwana haki tenda kufanya wokovu tukuze kila wakati e Bwana, lakini hasa wakati huu tutangaza utukufu wako kwa kuwa Kristo Masihi wetu ametolewa sadaka. Kwa maana kwa kuyaharibu yale zamani yote yaliyokuwa yameanguka yatenda upya, na tukarudishiwa ukarimu wa uzima katika Kristo. Kwa sababu hiyo tunapopewa furaha ya Pasaka, ulimwengu mzima unashangilia, lakini pia nguvu za mbinguni wenye malaika wa mbinguni wanaimba utendo kwa kusema bila mwisho: Mtakatifu, 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 Bwana Mungu wa majeshi, mbingu na dunia zimejaa utukufu wako. Hosana juu mbinguni. Mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni. Ee Bwana, wewe katika chemchemi ya utakatifu wote, tunakuomba utakatifu majini kwa nguvu ya Roho wako kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alitolewa na kutekwa yai katika mateso yake, alitwaa mkate, akamshukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Hivyo baada ya kula akitwaa kikombe na kushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Tutangaze fumbo la imani. Kristo alikufa. Kristo alifufuka. Kristo atakuja tena. Kwa hiyo Bwana, tunakuadhimisha ukumbusho wa kifo chake mwanao, na kutolea mkate wa uzima kwa wokovu. Tunashukuru kwa kuwa umetusaidia kusimama mbele yako na kutumikia. Tunakusihi kwa unyenyekevu ili kwa kushiriki mbele ya Kristo tukusanye na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Ee Bwana, ulikumbuka kanisa lako lililo kote duniani, ulikamilisha katika mapendo pamoja na watakatifu wetu leo wakumene Askofu Mkuu Yesu Laiti, msaidizi wake Henry Chamungu na mapadri wote. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki wakati wa mfufuko na marehemu wote waliofariki katika huduma yako, wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba tuombee sote ili pamoja na Maria Bikira mwenye elimu wa Mungu, Mtakatifu Yosefu wa Bikira, mitume wenye elimu, Mtakatifu Kizito msimamizi wa parokia yetu, na watakatifu wote waliokupendeza tamkani, ustahili kushiriki kwa milele usifu na utukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake pamoja naye ndani yake kwa Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu tunapata heshima na utukufu milele na milele. Amina. Tusimame kusali kwa imani na matumaini ile sala aliyofundisha Bwana. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo
kila siku. Utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Ee Bwana, tunakuomba utuokoe maovu yote, tujalie moyo wa amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuokolewe kila dhambi, wasifanye tena jambo lolote, na kudhamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Ee Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mtume wako, amani nawaacheni, amani yangu nawapa. Usiziangalie dhambi zetu uliotupa kwenye kanisa lako, upende kujalia amani katika mapenzi yako, maisha na kutawala milele na milele. Amina. Amani ya Bwana iwe nanyi. Na iwe rohoni mwako. Mwana mkongwe wa Mungu, uondoaye dhambi za ulimwengu, utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi za ulimwengu, utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi za ulimwengu, utujalie amani. tazameni huduma ya kondoo wa Mungu ambaye ndani ya dunia elieni nyote mnao makaburi ya Bwana. Ee Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema neno tu, na roho yangu itapona. Ina damu ya Kristo kusudi kwa uzima wa milele. Amina. Asante kwa Bwana Yesu, ndiye hazina yetu. Malaika nipelekeni, Yesu nipokee. Altare kwa Bwana Yesu, ndiko hazina yetu. Malaika nipelekeni, Yesu nipokee. Wapenzi waitwa juu, wasema harakisha. Wapenzi wako kwa Yesu, wana mavazi meupe. Altare kwa Bwana Yesu, ndiko hazina yetu. Malaika nipelekeni, Yesu nipokee. Altare kwa Bwana Yesu, ndiko hazina yetu. Malaika nipelekeni, Yesu nipokee. Wapenzi waitwa twende kwa Bwana Yesu, yeye atatupokea, tukae naye juu. Altare kwa Bwana Yesu, ndiko
Roho ya Kristo initakase, mwili wa Kristo uniokoe, damu ya Kristo inifurahishe, maji ya ubavu wake Kristo yanioshe, mateso ya Kristo nguvu yanizidishie. Yesu mwema, unisikilize, katika matunda yako unifiche, usikubali nitengwe nawe, na adui mwovu unipige. Saa ya kufa kwangu uniite, uniamuru kwako niite, pamoja na watakatifu wako nikutukuze milele na milele. Amina. Tuombe. Bwana, yasikilize maombi yetu ili mabadilishano haya katika ulimwengu wetu yatuletee msaada wa maisha ya duniani na kutupatia furaha za milele kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Awe rohoni mwako. Awe na Mwenyezi Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Milele na amani ya Kristo. Sisi wana wa dunia tukumbuke aliyosema